Right, karibu sana kwa watu wote ambao mnaendelea kutufuata kutoka kwa mitandao ya kijamii na wale wote ambao hivi sasa mmejiunga pamoja na sisi. All along unapoangalia kwenye skrini yetu unaona hapo tuko na wazungu kwenye studio. Tuko na wazungu kwenye studio. Huyu ambaye ni guest wetu leo hii anaitwa Vera Dennis na hapa kwenye studio anaitwa Papa Isaac. Najua kwamba kuna mengi ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. And kwa sababu hayo ni mengi, tutataka tujue mzungu wetu ametoka wapi na anatuandalia tu nini leo katika siku hii ya leo. Of course kuna mengi ambayo tunajaweza kuyajadili katika siku hii ya leo, na ninajua kwamba wewe ambao umekuwa pale kwa nyumba ungependa tu kujua story. Kwani hawa watu wanakuwa Saudia wanakuanga aje, like wanaishingi aje, like maisha yao yako aje, na mbona ni kitu kipi kiko na wachukua pale, na ni kwa nini wanaonekana hivi wakishatoka huko, wengine ni wanene, wengine ni wakonde. Lakini hilo tutajua baadaye, lakini kwa sababu tuko na dada yetu hapa ataweza kututaarifu. Kwa hivyo wewe kumbuka kwamba yule ambaye yuko kwenye studio hivi sasa ni Papa Isaac na yule ambaye ni mgeni wetu anaweza kajiintroduce kidogo kabla sisi kuanza. Nami naitwa Vera Dennis. Ni wa hapa ni ule wenu Mkisi. Na nimefika hapa nitawaelezea vile Saudia iko na tutaendelea pamoja. Vizuri, ikiwa leo ni Monday edition, mida ni saa 4 dakika 28 pale saa ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo karibu ili kwamba tujue story ya dada yetu iko namna gani, na ametoka maeneo gani, na ako namna gani, na unapomuona hapo utamwambia, utacomment, utajua kama ako ashachukuliwa na kama hajachukuliwa atatuambia, ndio muanze, kama mnaandika application muanze saa hii mapema kwa sababu application inakubalika. Ama namna gani? Right, itakuwa kwamba ni vizuri tukianza kwa maombi ili kwamba tumeweza kubarikiwa kwa njia kipekee kabisa. Asante Baba yetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo ambapo Bwana umekubali kwamba tuweze kuishi, ambapo umekubali kwamba tuweze kuwa na uhai. Bwana, tunalimili na kulishukuru jina lako kwa sababu wewe ni mwaminifu siku zote. Tunasema haleluya sana kwa sababu wewe ni Bwana ambaye umetoa siku hii ya leo, umekubalia kwamba Bwana tuweze kuwa na siku hii, na kwa sababu ya hilo Bwana tutakosa kukushukuru na kuliinua jina lako kwa sababu wewe ni mtakatifu. Asante kwa sababu ya yule ambaye ni mtazamaji wa siku yetu ya leo. Asante kwa sababu ya mgeni wetu Bwana, tumemkabidhi mikononi mwako yale yote ambayo tutaweza kuyajadili katika siku hii ya leo. Bwana, ombi letu ni kwamba uwe pamoja na sisi katika jina la Baba, la Mwana na Roho tumeomba. Amen. Amen. Karibu sana. Kwanza nisalimie hii corona tumesema. Right. Yes. Sasa karibu sana kwa show yetu, tunakukaribisha sana. Utuambie ulikotoka, by the way. Hii jamu ya Kisii umeionaje? Kisii kwa boa. Na nimeona ni baridi kidogo. Baridi tena? Yes. Huko kulikuwa na baridi, kulikuwa na jua? Bara ni jua. Lakini hapa kidogo tu, lakini kuna joto. Yes. Hivyo hapa kwetu kuna joto kidogo, lakini mvua ndio na baridi ndio imekusumbua. Lakini kuna baridi. Yeah. Alright, karibu kidogo tuambie. Kwanza huko mvua ilinyesha lini tangia uenda huko? Bado hatuna mvua. Hamna kabisa? Hatuna, kanakuja kadogo na kanatoka. Kwa hivyo Kisii tumebarikiwa. Kenya, let me say Kenya is the blessed, God blessed. Yani is the blessed, we are blessed. Kabisa. Yes. Amen. Yeah. Naona hapa mambo yanakuwa ni matamu kabisa. Nasema kwamba iko sawa, show iko sawa, iko sambamba. Yeah. Tutazama hapa tuko na Vera. Vera, tutuambie anatoka wapi? Unajua ni hata nikisema yeye ni Vera, hiyo sitakuwa nimemaliza. Wanasema kwamba it's better to hear the voice from the horse itself. Yes. So hebu tuambie. Mimi naitwa Fela Nyakwenge. Ni mtoto wa Ombati Onami. Yes. From Wasi, Nyamaje, Okembo. Mimi niko watatu kwenye familia yetu. Lakini wabili ameenda kupumzika. Pole. So niko na kwangu. Niko na kwangu ni Koba, Majoge, yes. Kanyimbo. Nimebarikiwa, niko na watoto wawili. Yes. Yes.
umebarikiwa, uko na watoto wawili. Yeah. Sasa tuanze tu na story. Yes. Tujue story ya pale nyumbani kabla hujaenda au Saudia pale. Yes. Tungependa tu kujua kidogo ulikuwa ukifanya kazi gani kabla ya kwenda Saudia? Mimi nilikuwa nianzie shule. Nilikuwa nimemaliza class 8. Nikaoreka nikiwa mdogo kabisa. Ukiwa na miaka ngapi? Nikiwa na 16 years. Oh my. Kapata mtoto nikiwa na hiyo 16 years. So life ikakuwa ngumu kidogo, lakini bwanangu alikuwa anafanya kazi. Ndio. Na vile vile nikapata mtoto mwingine bado nikiwa mdogo na 18 years. Yes. So maisha yakaenda vile yaliendanga, lakini akanipeleka Zarun. Nimetrain Zarun nikamaliza. So tukaanza maisha hivyo. Yeah. Kwa hivyo tunasema you are a saloonist. Yes, nitakushuka na ushukike. Okay, tunashika pale kama unataka kusongwa. Iko kama mteja tume ujumbe hapa, tumwambie kwamba msusi wetu anaitwa nani? Yes, Fela. Mtaweza kumpata wapi? Atakwambia. Anyway, sasa ukasema kwamba ukaoleka and then what happened? Yeah, wakati nilioleka, unajua maisha ya utoto ni magumu. Maisha yani ya kupata mtoto ukiwa mdogo yanakuwa gumu. Na nikaanza kukimbishwa, yani ule kutafutwa yani na wazazi. Lakini nikakuja nikapatikana. Ndio. So vile nimepatikana, sasa babangu akasema wacha tu aendelee na maisha yake. Yeah. Yes. Hivyo tu na huyu bwanangu akaona ni aibu, sasa wacha nipeleke saluni at least nipate kipande sabuni yani. Okay. Yeah. Na baadaye unajua baada ya kupelekwa kwa saloon ni vizuri ulienda kwa saloon. Yes. Ulifanya kazi lakini haikutosha mboga. Ilitosha mboga, ngoja niseme ilitosha mboga. Lakini ikafika mahali nikapata tu niko single parent. A single parent. Yeah. Kipi kilisababisha? Kipi kilisababisha? Kwa sababu kila mtu anakuwa single parent tunaelewa, lakini sasa ni kipi kilisababisha kuwa mwazi hapa watu wanasikia? Yeah, mimi nilifika 2018. Vitu vikakuwa ngumu 2018. Na uliingia ndoa kwenye mwaka gani? Niliingia 2006. 2006. Yes. 2006 ndio nilioleka. Sasa hii 2018 nikapata mume wangu ameshaenda, yani ameaga. Yes. Hiyo ikanibidi niende nchi za nje. At least nisaidia watoto. Yeah, sure. Kwa sikukuwa na chochote. Pole. Sikukuwa hata 5 bob. Mtoto hata niomba hata nunue lori bob nisaidie. Yeah, hiyo ndio ilinifanya nikasema wacha tu niende. At least nitaassist watoto wangu. Hata school fees, hata nguo. Hata yani mavazi, kukula hivyo. Yeah. Kwa hivyo ulioleka 2006. Nilioleka 2006. Ukakuwa kwenye ndoa hadi 2018 wakati mzee alikuacha. Yes. Kwa hivyo alikuacha mkiwa na watoto wangapi? Wawili tu. Yes. Anaitwa nani bwana? Tunataka tujue hilo jina. Jina la bwanangu anaitwa Dennis Mugaka. Na babake anaitwa Mcheku Bondi. Yes. Na watoto? Watoto wangu mmoja anaitwa Scovian. Kenyanya ndio first born. And is a girl. Yes. And the second one anaitwa Skivon. Oiruru. Huyo ndio mtoto wa Billy. Na ndiye last born wangu. Yes. Yeah. Alright. Sasa hali ikakuwa hivyo, ikaendelea hivyo, ukiendelea hivyo. Sasa kabla wewe ulienda Saudi Arabia lini? Nilienda Saudi Arabia in 2020.
2020. 2018 bwanangu alikufa December. Yes. 2018 nikaenda, yani 2019 nikakaa nyumbani kwa bwanangu. Ndio. Maisha yakanikalia kukalia. Yani hizo sasa ndio tunataka tuelewe challenges zilikuwa ni gani? Yani challenge, the problem is nilikuwa yani sikupata chakula. Yani watoto wakifukuza shule, wakinielezea mimi sina njia yani yeyote ile nitawasaidia. Yani nikaona maisha tu, mtoto nikienda shoko, nilikuwa sasa nikaanza kuuza mboga. At least nipate chakula ya watoto. Unajua tunapanda miezi inaenda miezi 6 hivi. So nikaona maisha yamekuwa ngumu. Watoto wangu wanaishiwa nguo. Watoto wangu viatu vimeisha na hakuna rafiki. Hakuna mtu wa kunisaidia. Hakuna support. So nikaona wacha tu, nikasikia nikaenda kanisa mahali. Yes. Tukaenda na rafiki yangu huko. Nikapata mtu ametoka Saudi, amekuja hapo. Ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa 2019. Ya mwezi wa 8. Huyu akaniambia kama uliona maisha ni magumu, at least ni vizuri uende Saudi ndio ufaidike kidogo. Katika ile hali ya umaskini, ile hali ya kuteseka, ile hali wazazi hawawezi, nikaona wacha tu, hata ingalau wanasema ni mahali babaya, wacha ni jaribu niende. Ndio. Mungu ataweza nisaidia, gozi kuna wengine wanaenda bare wanarudi wakiwa wazima. Na mimi Mungu atanitetea. Ndio. Gozi inaenda kwa ajili ya umaskini. Yes. Yeah. Na sasa ulipoenda pale, kuna pesa hizi ada kuzipata, ulipitia challenge gani kupata hizi hela? Bale, mimi sisemi eti niko na shida bare. Ndio. Nilienda nyumba nzuri. Amen. Mungu alinipeleka mahali poa. Yani wacha niseme ni neema ya Mungu. Ilifanya nikaenda pale na nikawa tu free. Sikuwa na shida yoyote. Yes. Sikuwa na kupitia kwingine nitasema eti ninapitia ile. Kozi mtu akisikia unasikia vibaya anakuambia lala leo usifanye kazi yoyote. Yeah, hiyo ndio yani nilikuwa kama nyumbani, wacha niseme nilikuwa kama nyumbani. Watu walikuwa kama watu wa nyumbani. Yani nilipata watu kama watu wa Kenya, wacha niseme hivyo. Kozi yani no day wangirete bobe yani. Yeah, hakuna siku walinipeleka vibaya. Yani nilikaa kama nyumbani tu. Yani nilikuwa na maanisha like unajua ulipokuwa unataka kutoka Kenya. Yes. Kuna zile pesa mnapeana ili kidogo visa, kama ni visa ama ya kuenda yani. Ya hapo kwanzia nilipata mtu akanipeleka kwa agent. Lakini akaniambia hakuna pesa yenye unatoa, ni sisi tunatoa. Okay. Yeah, mimi si kushughulika na pesa yoyote. Yes. Yeah, hapana, nilipelekwa Nairobi na pesa za ofisi. Yes. Nikafika Nairobi, nikaingia shule 2 weeks. Nikamaliza, nikarudi nyumbani niongoje niitwe. Yes. Kama passport imeshatoka. So nikafika Nairobi, nikamaliza hizo wiki 2, nikarudi nyumbani. So mimi si kutumika pesa yoyote eti ya kwenda Saudia. Yeah. Kwa hivyo wewe ulikuwa tu sawa wakati wowote? Yeah, nilikuwa sawa. Yani niseme ni mtu huyu wa ofisi anapewa pesa. Yes. Achukue watu wasichana toka Kenya waende bale. Lakini ukifika bale unalipa. Yeah. Unalipa hela fulani. Unalipa hela fulani lakini wewe hujui eti unalipa. Yeah. Kwa hivyo wewe unaambiwa tu tuende lakini haujui. Haujui unalipa. Ukifika mahali pale unalipa. Okay. Yeah. So hapo tumejaribu kwa hivyo mtazamaji huyu umejaribu kuelewa kufikia hapa mahali ambapo tumefika, kwa sababu bado tunaendelea na story ya dada yetu anaitwa ni Vera. Yes. Kwa hivyo
tutaweza kuendelea kutoka hapo. Wacha tupate tu kiburudisho kidogo na tutaweza kurejea na tuweze kujua ni pahala gani paliweza. Kwa sasa nataka kabla tujaana na hiyo ndege kabla tujaana na hiyo ndege kidogo tuweze kujua walipopata hizo pesa wakati anaenda afisi kwa siku ya kwanza. Hajaienda kuona wazungu wakimwoji. Tunataka tu tujue alipata hadi namna gani, alihisi namna gani. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe tunangependa tu, ikiwa kama uko pale ungependa kumuuliza swali lako, itakuwa ni vizuri kumuuliza katika nafasi hii na itakuwa ni vizuri sana. Tupate wimbo huo wa Moyo Wangu na baadaye tutarejea. Moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu,
ni yote kwangu. Yawe, we 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 ni yote kwangu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, we ni yote kwangu. Yawe, we ni yote kwangu. We are back again ili kwamba tuweze kujua story ya dada yetu baadaye, kuliana namna gani, swala ni lipi lilioendelea baadaye. Naona kwamba kuna wengi ambao wanaendelea kutufuatilia all along. May God bless you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kutufuatilia kutoka maeneo mbalimbali. May God really bless you. Lakini hapa tunaendelea kujua story ya dada yetu ambaye anaitwa ni Vera Dennis. Nakwambia tuko na wazungu studioni, wazungu wako studioni, na tuningependa tu kujua ni yapi haswa yaliweza nataka sasa tuingie kwenye hasa interview ulipoenda interview ilikuwaje? By the way, Interview tulikuwa tunaenda hospitali. Lazima upimwe. Yes. Kama uko na HIV, kifua, uko na shida yoyote kwa mwili huwezi enda. Kwa hivyo ukiwa na maradhi yoyote huwezi enda. No way. Oh my goodness. So hiyo ndio ilikuwa challenge because watu wengi wanaenda wakipima wanarudishwa. Ndio. Na huwezi waambiwa ni nini mbaya. Sasa wewe unaongoja uitwe lakini auitwi. So ukiwa na shida yoyote huwezi enda huko. Ndio. Yeah. So that means hali ilikuwa ngumu hivyo. Yeah. And then wewe kwako ilikuwa ni rahisi? Kwangu? Kwa sababu wewe umesema mara ya kwanza mwenye alikuconnect alikwambia wewe nataka tu uende, utakuda mimi unaenda for free, si ndio? Yes. And then ukaenda huko ukapata ndio muhadhara. Akwambia hapa kuna kulipa, ni vile hukuambiwa. Kwa sababu mungeambiwa ungeacha. Na baadaye ulipoenda what happened? Nilitoka Nairobi. Kabla niende passport yangu haikukuja haraka. Cause nilijaza mwezi wa 8. Ndio. Wengine wakaenda mwezi wa 9, wengine wakaenda mwezi wa 10. Lakini yangu haikutoka. So ilitoka lakini waliweka mahali wakasahau. Nikaitwa enda Nakuru. Wakati masiku yalienda miezi ikaenda. Ndio. Wakaniambia enda na Nakuru uone kama passport yako iko. Ndio. So nikaenda December. Kucheki nikapata iko lakini ime expire tena. Ndio. So wakarenew. Wakaniambia sasa utarenew. Ongoja tu renew alafu utoke. So nikaenda mwezi wa 3 date 8. Mwezi wa 3 date 8 2020. 2020. Hivyo lakini kuna wakati ulifika pahali ukasema ni kama hii kitu haikuji, kwani mbona leo ninaenda ninaambiwa ime expire ilikuja kitambo. Uli give up sometimes? Nilikuwa tu mimi nilisema ni kama ni Mungu amekataa nisiende ni sawa. Kama iko nitaenda. Ndio. Sikukata tamaa. Ndio. Nilikuwa nafuatilia sana ni kwa nini mimi passport yangu haijaingia, ni kwa nini sijapigwa message, sijapata message yoyote, unahitajika utoke uende. Ndio. So wakati ule nilikuwa naomba sana. Nikaambia Mungu kama upendi niende ni sawa. Ndio. Kama ukipenda niende tena ni sawa. So kwa ile hali ile ya kuomba nikapata milango imefunguka na nikatoka hivyo, nikaenda. Wow. Yeah. Wakati ulienda kidogo tu ulikuwa unafikiria kuhusu watoto wako, lakini kabla hata tuende kwa watoto wako, hawa mali ulikuwa naishi, ulisema kama bwana wako alikuwa ashakuacha. Yes.
walikupokeaje wakati unataka tu kuenda? Walifikiriaje? Walikuambia nini? Au walilalamika? Walisema wewe tunakutakia heri? Ama walikwambia hata watoto wako chukua kwenyu wakae pale? Walikuchukuliaje wakati ulikuwa unaambia hivi? Niseme mimi wakati bwanangu alikufa, wakati nilioleka nilipata bwanangu na baba yake. Ndio. Sikuwa na sister, sikuwa na mama mkwe kwa nyumba. Tulikuwa na mzee na bwanangu na watoto wangu. Ndio. So hiyo familia ilikuwa hivyo. Ndio. Tulikuwa watu 5 kwa familia. Bwanangu akatoka, tukabaki watu 4. Ndio. Mimi na watoto wangu 2 na baba yangu mkwe hivyo. So wakati nilitoka pale nyumbani, ndio, sikuwa naajilia watoto kwa baba yangu, baba mzazi yani wa bwanangu. Nikawapeleka nyumbani kwetu. Ndio. Cause at least watakuwa sawa. Cause mzee hawezi lisha watoto. Ndio. Yeah. Watoto wangu niliwapeleka kwetu, ndio nikaanza programu hiyo ya kwenda Saudi. Okay. Yeah. Ulipoacha alikuambia nini mami? Huyo mzee alikuwa ananiambia ni afadhali ukae ufanye biashara hapa badala ya kutoka. Yeah. Nikamwambia mimi naenda na tena narudi. Yeah. Wow. So wewe wazazi wako wa nyumbani wakakasemaje? Wazazi wangu wa nyumbani walisema hiyo nchi si sawa. Brother yangu mwenye alikuwa nakubali nitoke tena na yeye akasema hiyo nchi hapana. Tunasikia wasichana wanakufa bale, watu wanakufa bale, wasijui wanapiwa. Sasa mimi nikasema hata ingalau bwanangu alikufa hapa Kenya. Kama mimi Mungu akikubali nikufie Saudi, nataka kutoka kozi watoto wangu wamekoza. Yeah. Kwa hivyo ukasema hata mimi kama nikifo nikufie Saudi. Kaamua. Yeah. Shida simanifua. Darkness in my yeah. Okay. Nikasema wacha niende nikufie bale kuliko kukufia na yani ulisema bora nife nikijaribu kuliko nife nikiwa tu hivi. Nikiangalia ama nikisimama. Okay. Yeah. That is good. At least uliwaambia vizuri. Mimi naona hapo hukuambia vibaya. Yeah, nikawaambia ni heri nive nikitafuta kuliko watoto wangu wakinililia nikiwaangalia hivi na sina cha kufanya. Ndio. Yes. Good. Tunafuatilia kama wewe unaendelea kufuatilia hii story ni tamu. Sasa niketi vizuri. Yes. So ukasema sasa mimi hapa imefikia mahali nasema mwisho. Sasa mwisho. Sina mbele. Sina nyuma. Upande sina. Na sina wa kunisaidia. Ni heri niende hapo mahali kuna kadoo nikufie bale at least. Ninawatumia. Yes. At least hata nikikufa baada ya miezi miwili bado at least wasaidie. All right. Yes. Ni vizuri. Sasa hapa unajua mkisia ndege na ni mara kuona ndege. Yes. By the way, wacha kwanza tuseme tu experience ya kwanza kabisa. Uliona ndege lini mwisho? Kabla ya hiyo ndio siku yangu ya kwanza kwenda airport. Na nikaangalia ndege vile imepangwa mizigo. Tena nikaambia Mungu, hii mizigo yote tunapanda nayo juu. Sasa ni wewe, kama tunafukuzia kwa ndege ni neema zako. Umetoka nyumbani. Yes. Umeambiwa utaka kufa. Sasa umeanza kuona hiyo kifo ndio hii. Kifo kweli. Vile imepangwa mizigo maboksi. Ndio. Yani nikasema si kuogopa. Yani nilikuwa nataka kifo. Ndio. Cause nimefika mwisho. Sioni upande, sioni chochote yani mbele yangu. Yes. Hivyo kumaanisha hata wakati uko naomba. Wakati nilikuwa naomba lakini maombi yangu nilikuwa natarajia nipate pesa. So watoto wasaidike at least. Ndio. Nikasema wacha niende. Hata nikivo Mungu amepanga tu nikufie hapo Saudi. Yes. Wow. Yeah. Tunaendelea kusonga vizuri. Kwa hivyo kama wewe uko pale tunataka tusikie hii experience ilikuwa wapi?
ilikuwa namna gani? Sasa tuanze. Ndege ukapewa ticket vizuri, ukaambiwa sasa process yani ulienda ni gani? Mizigo uliachia nani? Mizigo ya gani? Ama bag, si ni nguo ama unaenda bure? Nilienda na bag yangu. Tuliambiwa unaenda na bag yani nguo ndogo, siku nyingi yani. Chache hivyo. Chache hivyo. Nikaenda na bag na manguo kidogo. Alafu nikaenda nayo tu, sikuacha hapo nini office. Nilienda nayo. Ndio. Yeah. Okay, ulipewa ticket kwa mkono? Nilipewa ticket kwa mkono wangu, nikaweka kwa bag yangu. Yeah, nikaenda nayo. Sasa unapoenda huko unawaambia? Wanakuambia kwa Kizungu ama kwa Kiswahili? Yani wanasema Kizungu ama Kiswahili. Hapa airport ya kwetu. Ya kwetu si wanasema Kiswahili ama English, hakuna shida. Umesikia? Hata kama hujaenda airport, sasa jua hivyo. Yeah. Kaambiwa, Vera, tusaidie ticket yako. Alafu kawapea. Yes. Ndio kaingia. Ulipanda ndege gani? Emirates. Ile ya kupita juu kabisa. Inapita kabisa? Kabisa. Ikiendaga? Ikiendaga. Sasa mlipoenda hivyo, mlishuka wapi ama mlienda hadi Saudia? Safari ya hapa airport ya Nairobi. Tulipanda vizuri. Tukaenda tukafika Dubai. Tukashuka. Ndio. Tukakaa pale. Mkapunga mahewa. Yani struggle pale kuangalia vile Dubai hiko. Alafu tukapanda ndege nyingine ya kwenda Bare Riyadh mari nilikuwa. Kwa hivyo ni kumaanisha mnapenda ndege mbili. Yes. Sasa hapo ukaambiwa na Kiswahili, huko ukaambiwa na huko ukaambiwaje na Kizungu? Na Kizungu Bare hawajuangi, lakini kuna mwenye unapata na Kizungu, kuna wenye lakini kufika Dubai mimi sikupata mtu wa Kiingereza. Ndio. Hapana. Ni wa Kiarabu. Lakini vile walikuwa na Kiarabu, unaangalia hii pepa yako, unaenda namba wote. So ukiangalia kama unajua kusoma, hii inakudelect. Kuna karatasi unapewa inakudelect. Unaenda namba wapi, unakaa gate gani, alafu unaingilia wapi. Ndiyo. So mimi nafuatilia gate. Nilienda nafuatilia na gate. Ninakaa hapo, tunaongoja masaa yaishe, tuingie kwa ndege nyingine. So mkaenda hivyo, mkasonga. Alafu sasa mahali tunataka tujue, ulifika class gani? Nilifika class 8. Class 8? Yes. Ukasema kwangu? Yes. Alafu maisha si kupenda kwangu. Hiyo ilikuwa sijui ni pepo ama nini. Yani si kupenda kwangu, hata najidharau saizi. Usijidharau. Yes. Usijidharau. Ningekuwa mwalimu ama nikuwe daktari. Yes. So wewe ukasema mazee, hii ni kali bwana. Hii ni kali, yani nakai. So Kizungu ulishika? Mimi nasikanga Kizungu kabisa. Kabisa? Yes. Kwa hivyo communication ilikuwa nzuri. Ulikuwa unaambiwa hadi unasema yes madam? Madam, hiyo jina si kwa natumika pale. Natumika jina, yani ni kumwangalia na kumwambia. Lakini yeye hakujua English. Ndio. Tulikuwa tunaongea na bwanake. Hivyo bwanake yeye alikuwa anaelewa. Communicate na yeye na simu. Anaandika Arabic, inakuja kwa simu yangu Kizungu. Nasoma. Nikamaliza miezi 4. Nikasika Kiarabu. So tukaanza kuongea Kiarabu. Ndio. Hakuwa najua. Tumeanza kushikashika. Kama uko pale tutaanza kushikashika. Yes. Sasa day one my dear, day one yako ya kupokelewa, ulipokelewa namna gani? Wacha niseme mimi kufika airport ya Riyadh. Yani nilikuta mtu kwa mlango. Ndio. Alikuwa hozi, akatuma rafiki yake, akakuja tu haraka sana. Nilikuwa nafaa t-shirt yenye alibaye, yani niseme imeandikwa Kiarabu. Ndio. So yule akiniangalia hivi akaona yule ni Fela na alikuwa na yani ID number yangu. Ndio. Akaangalia ID yake na mimi akaona tu tumefanana, akaniambia ni wewe Ferian. Nikamwambia ndio. So tukaenda nyumbani. Ndio. Mkaenda nyumbani? Tukaenda nyumbani. Yani alikuwa amekungoja kwa airport? Yes. Hiyo masaa sikukaa, sikufanya chochote.
yani kufika kutoka kwa nini kwa office kuingia niende nje nikampata hapo ya kukua received now. Yeah. Okay. Mimi siku keti. Mimi nidhani ulienda ukaanza kusema niko wapi? Hapana. Nilipokelewa nikitoka kwa mlango hivi akaniambia kucha. Wewe nilikuwa nangoja na nilikuja hapa mapema. Aliongea kwa Kizungu hiyo? Hiyo ni mzee alikuongelesha? Yes. Hivyo sasa hiyo siku ni mzungu. Hakuwa anataka confusion ya bibi yake. Yeah. Yes. Okay, tunaendelea kushika vizuri na tunataka tuelewe. Sasa wakati ulifika huko, uliongeleshwa Kizungu na bibi? Hapana, ajua. Yeye alikulaki tu. Ni bwana yake akakuja akanichukua kwa rafiki yake. Yeye anajua kidogo, ajui sana lakini anajua kidogo. Yeah. Tukaenda kwa nyumba, yeye ananiongelesha English lakini huyu mwingine tunaongea na yeye kwa simu. Ama wakati yako kwa nyumba, akiongea na bwana yake ananiongelesha. Yeah. Kwa hivyo hebu tujaribu tena kujua. Ulipokuwa Kenya, ulikuwa unatumia smartphone ama kadude? Mimi sikuwa natumia smartphone lakini bwana wangu alikuwa na smartphone. Yeah. Kwa hivyo ulikuwa unajua basics? Yeah, nilikuwa najua gosi akikuja toka kazi, sinaingiza mikono wakati tunapumzika pale. Yeah, naingia mikono na fuluga. Yeah. Kwa hivyo ulikuwa unajua mama na simu, haikuwa shida. Okay. Yeah. Hapo iko sawa mtazamaji, pahali ulipo. Tuko na Vera Dennis. Yes. Na mimi naitwa Papa. Bado tunaendelea kujua safari yake, maisha yake yalikuwa namna gani all along, ni kipi kiliweza kutukia. Naona kwamba imepita dakika 3 baada ya saa 5 usiku. Kwa hivyo endelea tu kutizama hapa hadi pale mwisho. Na ukipata kwamba uko na nafasi, wewe uliza tu swali. Pata pia uko na nafasi, pia ingia hapo uweze kuongelesha Vera right away. Utaweza kujua kila kitu ambacho ungependa kujua 1, 2, 3. Itakuwa ni vizuri kwako. Na tukiendelea Vera. Yes. Bado baada ya wewe sasa ushajua sasa kazi yako ya kwanza pale ilikuwa ni gani? Mimi wacha niseme nimepatika kwenda Saudi. Nikafika nikapata huyu kijana ajajenga nyumba yake. Ndio. Anaishi kwa babake, nyumba ya babake, lakini ilikuwa ghorofa ya juu. So nyumba haikuwa kubwa, kazi haikuwa kubwa. Na alikuwa na mtoto mmoja. Ndio. So kazi ilikuwa rahisi kwangu. Yeah. So kazi ilikuwa tu rahisi. Ilikuwa rahisi sana. Mambo yalikuwa mazuri wakati huo wote. Yes. Hakuna kazi yenye nilikuwa nafanya. Kozi hata nyumba unajua ni watoto wengi wanachafua nyumba. So ni watoto kalikuwa na 1 year and 8 months wakati nilienda pale. Ndio. So nikaona ni kazi, hakuna kazi, wacha niseme sikuwa na kazi mingi. Yeah. Kwa hivyo ni kumaanisha mambo yako yalisikika kitambo. Yes. Oh yes. Tunaendelea kupata pale, tunaendelea kufahamu na ndio tunataka tuelewe sasa wakati alishafanya siku yake ya kwanza. Hasa language huko. Bwakire ni Wakisi. Wakati unaenda pahali lazima ujue language. Sasa ukisema Bwakire kwa sababu lazima uulize mtu Bwakire. Bwairire ni jioni. Hebu tuambie bwana. Pale ukitaka kuambia mtu salamu na mwambia salamu laiko. Ati? Nasema malaiko salamu. Salamu? Salamu laiko hivyo. Anakuambia salamu malaiko. Yes. Okay. Hata ukimwambia maji unamwambia moya. Moya. Yes. Wacha niandika hapa chini kwanza. Moya. Yes. Hasa ukimwambia nipe maji utamwambia aje? Ateni maji. Ateni. Ama chupi maji. Ateni moya. Ateni moya ama chupi moya. Ama chupi moya. Yes. Hiyo majina bwana kwa Kenya ni kama matusi? Hapana, chupi moya. Yeah. Okay. Yeah. Sasa ni ateni moya ama chupi moya. Yes. Hiyo tumeshika. Hiyo ni kuletewa maji. Yes. Kama unatazama pale, wewe jua kuletewa maji ni hivyo. Yeah. Yeah. Ateni moya, chupi maji. Chupi moya. Chupi moya. Yeah. Chupi chai. Chupi kahawa. Yes. Kahawa anasema kama kahawa. Kumbe hiyo tunafananisha. Hiyo tuko sawa. Yeah. Kama unaenda unasema hana roho. Yes. Sasa hii ni mahali pengine tunasemanga hii nayo ni ngumu. Yeah. Mukisibira
Mimi vile niko kama msungu hivi nakulaga nini mchele bwana. Mpaka nimesoea mchele mpaka mwili umekuwa white. Lakini nakuja hapa naona tu nimekuwa black kidogo kwa sababu nakulaga mamboga yameingia kwa mwili. Unajua magirini yakiingia kwa mwili unakuwa black kidogo. Nilikuwa mzungu kabisa. Kwa hivyo ulizoea wakati ulipewa chakula na ulikuwa umezoea Kenya. Ulifeel aje? Hizi machakula zao, mimi sikulagi, unajua sikulagi nyama yeyote. Yes. Nilifika Balde nikapata ni mchele tu, mimi natumia vitu vya white kabisa. Mchele. Ingine? Ingine other than mchele? Hakuna. Kwa hivyo wewe tangu uende huko nyasa nyinyi ndio mnastahili muimbie wale watu muambie nimechoka. Usiungekushuka hata na ilitwanga kwa shako. Nimekula hata wallahi nimekula white. Yeah. Chapati si ni white? Yes, chapati. Yeah. Chapati ulikuwa unakula mara ngapi kwa siku? Chapati? Kwa wiki. Chapati nakula kila siku ama na change na mkate. Na mkate? Yeah. Si mkate ni kama chapati cause ni white. White. Nakula vitu carbohydrates. Yeah. Peke yake. Kwa sababu hii ni ngano ni carbohydrate. Yes. Mchele ni carbohydrate. Yes. Mungu wangu wa Isaka na Yakobo. Na cabbage na ni Mesaka na Sadrak na Abednego. Sasa. White bale. Ninahisi na hizo vitu. Cabbage. Yeah, ni white. Pia iko. Sasa hii diet ya hii sasa diet ni unastahili ukule Kenya. Usichange. Kula. Tuona kama utakuwa ikunenepa na hii Kenya. Na viazi unajua ni white. Jesus, viazi. Mungu wangu. Hii ni diet inaendelea kuandikia watu. Haya tuendelee. Na hiyo tu. Kwa hivyo hiyo ndio diet uliambiwa. Sasa Monday ulikuwa na kwa sababu nini mko na menu? Menu ulikuwa unapika Monday nini? Mimi. Kupika. Sijui ulikuwa unapika. Mimi napika rice every time because it is strong for me. Because huwezi kula nini cabbage. Rice in the morning? Hapana, napika jioni kama ugali hapa Kenya unapika jioni. Nyama na sukuma na nini unapika jioni mchele. Lakini morning unakula kitu ingine kama chapati hiyo ama kwa chai iko. Na hiyo chai iko yao. Chai iko. Na lunch unaona vile unarudishia ama aje. Yeah. Na jioni unapika mchele sasa. Mchele ni kama ugali tunapika jioni. Ni kama Wakenya tukikula ugali. Nikipenda mchana napika hiyo mchele, jioni ni kule chapati nilale. Yes. Hallelujah. Tunaendelea kusonga, tunaendelea kujua story ilikuwa namna gani. Tumefikia mahali ambapo alianza kukula chakula iko white. Color white. Oh my goodness. Color number 1. Hiyo ni ila. Yeah. Ai. Sijui tutalia ama mimi si Lakini nilikuja nikasoea. Nikafika niliteseka miezi 3, acha niseme. Miezi 3? Yeah. So ungewaambia ukurudishe Kenya? Hapana, nilikuwa nasema sasa hii rice nitakula mpaka lini. So nikafika nikaona tu ni kama kitu kidogo sasa. Yeah, nikasoea sasa. So ukakula 3 months? Yeah, nikasoea hapo. Kuna wakati ulikuwa unafika unasema sikuli? Hapana. Si nakula tu. Nakula nachanganya na viazi, nachanganya na cabbage hapo nakula tu. Yeah. Mungu wangu. Hiyo sasa ni wakati unaanza unastahili kusema ulikuwa unapenda huo wimbo? Niyapitie haya. Nilikuwa naimba huo wimbo. Ukweli? Mungu wangu wewe wajua sababu kwa mimi ni ya Mungu wangu wajua sababu kwa mimi niyapitie haya. Uliniambia lakini kuna wimbo nilitoa nisema hivi. Huo wimbo niliimba nikasema Mungu wangu ulinileta hapa lakini mashida yote ninayopitia yatakuwa na mwisho. Yeah.
Yeah. Haya yana mwisho. Yako na mwisho. Yana mwisho wake. Yana mwisho wake. Oh yes. Na niliimbanga ya. Yes. Vizuri, bado tunaendelea kujua hapa. Abdi alitengeneza wimbo mmoja, kwa hivyo anaweza tuambia kama kuna wimbo mwingine tena alitengeneza, baadaye tutajua kwenda hapo. Sasa wakati uliendelea hivyo. Yes. Kazi sasa, tuseme sasa ushamaliza mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, umeshazoeana na chakula. Sasa language pia ulikuwa miezi mitatu hiyo. Nashika kidogo kidogo kama maji. Na ukitoka Kenya, msisikie ukitoka Kenya ulikuwa hivi? Nilikuwa mkubwa. Nilikuwa nimekonda kabisa. Gozi nilikuwa na stress. Na ile mafikirio ya bwanangu. Nilikuwa mdogo. Wacha niseme nimekuja. Umekuja? Nimekuja. Yaani nimenona. Nilikuwa nakonda bwana. Haya. Sawa. Huyu sasa amekuja kama madiaba. Sasa kuja kidogo, hata ingalau niko na stress kidogo kidogo. Nilikuwa na hiyo tumeelewa. Itabidi kwamba hivyo kulikuwa na stress, lakini ukasema Mungu, Mungu hapa nisaidie. Hey. Wow. Haya, lakini hiyo stress itaisha katika jina la Yesu, kwa sababu si ulikuwa unataka pesa? Kando na pesa, ninasema ni heli nilikuwa nikufe maskini, lakini nikuwe na watu wangu. Nikuwe na bwanangu, nikuwe na watoto wangu. Ni heli, yani tukue tu hata tunakanyaga chini, lakini nikuwe na bwanangu. Your bibo. My bibo, my husband yani. Yes. You are happy. My happy. Aya. My happy. Jua mawili matatu kuhusiana na dada yetu. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, kwa sababu bado tunaendelea na hali ni nzuri hapa. Hali ni nzuri, iko kakamavu kabisa. Kwa hivyo tunaendelea tu kujua, ushajua sasa. Ni wakati upi kisa kipi ambacho nakikumbuka kidogo unasema hata kama nilikuja hapa kufanya kazi hii nayo ni mbaya? Hapo Saudi. Mimi kitu kimenifanya niseme ubaya wa pale ni kutotoka. Kiangazi hakuna kutoka nje. Unaishi kwa nyumba kama ng'ombe ya ile ya zero grazing yani. Hizo masiku zote, hizo miaka zote, hizo miezi zote unaishi kwa nyumba. Kwa hivyo huoni jua? Jua ukienda unachomeka nje. Oh my. Cause kiangazi si kiangazi sahapa kwetu. Ni kama ni kama jua iko hapa karibu. Yani hata kukanyaga chini uwezi. Aya. Yeah. Unachoma yani. Yeah. Kuna swali hapa. Kwa sababu umetueleza kuhusu na bwana wako, ni kipi kilimfanya akaaga? Bwanangu alikula chakula mbaya, ndio ikamfanya akaaga. Sumu? Yes. Unajua ukisema chakula mbaya, tuko na chakula mingi mbaya. Kama mimi ninasema motura ni mbaya kwangu. Yes. Chakula kuna chakula. Lakini yani alikula chakula mbaya, ikamweka akaaga. Ni chakula iliyotiwa sumu? Yes. Ndio ikamchukua. Yes. Hapo alikuwa wapi? Alikuwa kazi. Nairobi, Kisii? Alikuwa anachonga wale zake hapo. Yes. Kwa hivyo kumaanisha hali yenu ya kimaisha mkiwa mnachonga gware pale ilikuwa nzuri kidogo? Yeah, ilikuwa nzuri. Ama kwanza nzuri ajabu? Si nzuri ajabu, yani ile ya kuchunga familia ilikuwa inatosha. Yeah. Ni ndogo lakini ilikuwa inatosha kwa nyumba. Nguo haikozi, watoto hawakozi school fees. Yeah. Kwa hivyo sumu. Kwa maisha yako umeijuta? Umeijuta? Ulijuta na story hiyo? Hiyo story ya sumu. Unajua vitu vingine unaajilia Mungu. Lakini mimi tu nimeambia Mungu ni asante kwa haya. Ama kidogo ulikuwa umezoea kumpelekea chakula, hiyo siku ukakosa kumpelekea akapewa? Bwanangu si alikuwa anaishi nje. Si kwa nyumba, si karibu, si alikuwa anaishi mahali anajiongea huko. Okay. Yeah. Ikafika wakati akakula.
So akasema nilikula, lakini hiyo chakula si kwa boa, haikuwa nzuri. Na hizo complain akakuja akaanza kukonda, ni ile si ile ya haraka hivyo. Ilikuwa ya ile ya process. So na alikuwa anafanyanga kazi, lakini mwili ulikuwa unakucha unakonda, lakini ako sawa. Hakuna mahali anasema tu unasikia vibaya. So kufikia ile ya kutoka, ndio akaenda uzi. Kaambiwa ni sukari, lakini kumalizia wakaniambia chinyiko sijui echi yaereteka leo na hakuna story hapa. Sasa haziko na hakuna exchange na ameenda hapo. Yani wakati alikufa, amesaa kufa, nikienda kuchukua death certificate wacha niseme, ndio niliambiwa hiyo story, na wakasema hatukuwa tukuambia kozi wewe tulikuona ni mdogo, tena ni muoga, tena unalialia ovyo, so wacha tukuelezee ili kwaje. Kwa hivyo ilikuvunja moyo, lakini usema tu Mungu ni sawa. Lakini aliko roho yake Mungu ailaze mahali pema peponi. Na tunaelewa kwamba Mungu ni mwema. Right. Tukiendelea pale kwa kazi, sasa tulikuwa tumeshaongelea kwamba ulikuwa unatoka nje, miguu inachomeka. Unatoka nje kidogo, miguu unasikia ni kama uso unasikia ni kama hapa hapana. Huwezi simama nje. Hata kwa dakika moja huwezi simama. 10 minutes huwezi. Kwa hivyo uko ni usafiri kwa gari. Ni kusafiri kwa gari, ni kurudi kwa gari. Hakuna mtu anatembea kwa barabara? Hakuna mtu anatembea kwa barabara. Jesus. Kama ukitembea unajifarisa na nini vitambaa hivi. Na close at least. Na si kwa barabara, unakaa tu kwa nyumba hivi unasimama. Yes. Haya, tunaendelea tu bado. So ukafanya kazi. Ukaendelea kufanya kazi, kitu tena umeniambia leo kweli kinakukasirisha ni kile kwamba ulikuwa yani sitokangi nje. Toki nje. Na kile ambacho kilikufurahisha zaidi ni kipi? Kinanifurahisha. Kilikufurahisha zaidi ukiwa pale ni security. Wacha niseme kuna security. Kama kuna nchi yenye security, yani yenye ulindaji wa watu. Saudi iko na ulindaji wa watu. Kwa hivyo kuna walinzi zaidi ya ulinzi wengi mzuri. Yani uwezi koza, uweza kozewa, kozi unachungwa. Yani wacha niseme wako na nini, hawezi kuambia enda nje wewe peke yako. Ndio. Kama wanataka kitu mnaenda pamoja. Kama unataka kitu mnaenda pamoja. Yani hawakuajili hivyo. Eti enda no. So ulinzi huko kwa ulinzi hivyo hata mimi nitaona nikiwa na bodyguard. Sasa ni kama hata mimi nitaenda Saudia. Huwezi fanya kitu chochote Saudi. Wale ambao mtaweza sema eti ni kuenda pale hakuna mume. Kwanza pale hakuna useme eti niko na rafiki mahali. Hakuna hata wakati uliwahi sema nipate mwanaume leo itakuwa ni vizuri. Hapana. Ukipata mwanaume ni yani unahitaji kifo. Yes. Hivyo hata upata kijana ambaye hajaoa. Hapana. Hakuna. Kuoga yani hajaoa utaweza oleka. Lakini rafiki hapana. Rafiki hapana. Kwa hivyo ikakuwaje tena? Ikakuwa ni kama kwa mimi mimi wacha niseme nilikuwa naishi kwa nyumba. Yes. Ulikuwa naishi kwa nyumba? Sawa. Kwa hivyo wewe haukuwahi hata kuna siku hata ulikuwa tempted? Hakuna masiku unasema unaenda nje, unafanya nini. Kama mkienda nje mnatoka pamoja. Ndio. So mnatoka tu pamoja na wao, mnapanda gari na mnarudi kwa pamoja. Sababu wanajua ukienda na utaenda na upatane na mzee. Okay, sawa, hiyo tumeshika. Sasa wewe unajua hapa nataka watu washike vizuri. Kwa hivyo ni kitu gani huko ni shida ukipata tu ukifanya hii jela gani?
Tuanze ukikuwa moja. na mwanamume wa nyumba ama baba wa nyumba, mzazi, kifo ama kijana ama nje, kifo itaweza kuwa ni kifo kwako, na hawana nini ile wanasema eti upelekwe jela. Hakuna, haiko. Wewe hapo hiyo ni dhambi, na hiyo dhambi ni ya kunyongwa. Halafu ingine usibige mtoto wa Mwarabu. Usipige mtoto wa Mwarabu. Ingine hakuna utembezi, hakuna matembezi, hakuna kutoka kwa hii nyumba na kuingia kule. So wale ambao tumezoea kuenda kwa ile nyumba pole. Hakuna kutoka kwa ile nyumba yenye umekaa, hata ingalau mko karibu. Hakuna kutoka uende kwingine. Kama umetumwa ni sawa, lakini kama hujatumwa au hujaambiwa uwezi toka, hata ingalau ni miezi 6. Kuna Mkenya mtaweza kaa na yeye kwa boma moja, lakini hamjuani. Kozi hakuna kutembea. Ndio. Ako hapa kwa mlango ndio huu. Ama ako chini uko juu. Niko kwa ghorofa ya juu, ako chini, lakini hamjuani. Mungu wangu. Mwingi. Swala lingine. Sasa wakati ulienda, hizo ndio rules uliambiwa kwanza, si ndio? Sikuambiwa, lakini uwezi toka bila sababu, bila kutumwa. Na uwezi penda mtu bila kuambiwa. Kuambiwa hapana. Sikuambia. Mtu hawezi kuambia eti yani nataka tu ukue na rafiki. Mtu hawezi kuambia. Na hapa kuna dada yetu anaitwa Ikia Baba. Maybe kuna maswali 2 matatu. Ikia Baba, ujambo? Jambo, si jambo. Tunakuona pale. Fungulia kamera bwana. Hapa hakuna mtu ako na shida na wewe. Sijalipia token. Token hujalipia? Ni wewe unalipia ama ni mdosi? Mimi, si unaona? Tumekusikia. Anyway. Hali gani? Hera, mambo. Niko salama mami. Nakuona. Ni mimi ndio huyu. Karibu sana kwa studio. Nilikusikiza kidogo nikaenda, ndio tena nimerudi. Kesho utaweza sikiliza vizuri mahali tulianzia. Kesho lazima nitawatch yote. Una hopeni, unaona. Nimeona. Na umesahau kuambia kuwa hakuna siku tutapatwa na bwana wa mtu huku wakosane eti bibi aende. Ni wewe ndio ukufe. Huwezi kuja kuwakosanisha huko. Hivyo huko. Yes. Huku mwenye nakosanisha ndio anakaa. Isaac, utajifanya mzuri, useme wacha uende uambie bibi, lakini huyo bibi ndio wataungana na bwana wake kukukata kichwa. Jesus. Hawezi enda. Wewe ndio mwenye umekuja. Ni kunoma. Ndio mnaambiwanga huku mtu anakaa hata 3 years alafu mamwamini. Mnaona ni kama mchezo. Kutwa uone. Takufa usitupwe huko, hata hakuna mwenye atajua. Watu wa majuu wako na madry spell tu peke yake. Hayo dry spell afadhali ukae nayo mpaka uirudishe Kenya. Ni hivyo. Ni hivyo mami, ni hivyo. Yaani ile kuku ya grade yani. Unajua lakini hapo bwana. Ni hivyo wake. Ukiwa pale. Ikiwa kuna swali gani kwa dada yetu sasa? Ningeacha tu amalizie story. Unajua bado mimi sijajua yale masaibu ambayo alipitia juu sijasikiza. Nilikuwa nikasikiza kidogo alafu nikaenda kuongea na simu ndio nimerudi.
Haya, ita timu ulikuwa Saudi side gani? Nilikuwa Riyadh. Hata huko mimi nilikaanga huko 2 years. Ulikuwa uko wapi? Riyadh ulikuwa 2 years. Nilikuanga huko 2 years, nikatoka. Saizi niko Dubs. Uko wapi? Dubs. Oh. Yeah. Si unipeleke na huku na mimi ni change na Riyadh bwana. Usijali, saizi acha mambo ikuwe poa hivyo. Unajua sasa ni kungumu kidogo. Okay. Mimi nilikuja vacation hapa Mombasa, niko Mombasa kidogo lakini nitarudi after 1 month. Utarudi nini? Riyadh tena. La. Dubs. Oh. Yeah. Haya. Watu wa Mombasa. Acha kule hata sijui watakula ingoko. Ngoko. Yaani makuku. Wakule sijui samaki. Sasa watatuambia. Wewe naongelea machi ya chumvi, nakula mnazi huku. Kula mnazi. Okay. Anyway, dada endelea alafu ninasikiza. Okay. Alright. Thank you so much. Anaitwa Ikiafafa. Ikiafafa. Kuna wakati alikuwa ananiambia si Ikiafafa. Unasikia wapi? Nikamwambia okay sasa. Haki. Yaani mama Yale mnalilia maskani alafu mama nyako lisali. Ikiafafa. Okay. Salimia watu hapo bwana. Nganyorondeka kondokange eke baba. Yaani sawa. Eke baba. Alafu kuna mwana anaitwa Kunzo anasema ulienda ukamwacha gaki. Ukaacha mzee wako. Mwambie atulie, ni watoto napaka rangi huko nakuja. Tukielewana nampakia watoto rangi. Sawa. Okay. Sasa tuendelee na story. Yeah. Kwa hivyo kuna zile sheria ulipoenda hukuambiwa lakini ulianza kuzishuhudia polepole. Unajua kuna vitu vingine unaambiwa na kuna vitu uambiwi. Unaona kwa macho kama mtu ukifikiria vizuri unaona hapa na hapa iko hivi. Yeah. Na mwanadamu huwa anachukia kila ambacho anaogopa kabisa kwa maisha yake ni kifo. Yes. Sasa wewe uliogopa kifo? Uliogopa kifo hadi wakati alikuwa ama wakati kuna wakati alikuja akaanza kukuambia you know about maybe alikutaka wakati mmoja. Yeah, kuna wakati alifikia akantebinga bono nintagete au mukungu kabere ngamotebika kibugimo bwigati ngonyara unless ungirani Kenya. Nikifika Kenya nikirudi yani nikifika Kenya ukuje Kenya uambie wazazi so ndio nikuje. Na mtebeti boy. Aliniambia mara 3. Yeah. Aliniambia mara 3. Nikamwambia hapana. Kama ni ofisi utaweza nirudisha. Cause hiyo si kuja hiyo. Niliambiwa na kuja kufanya kazi. Na kazi ni ya nyumba ama hoteli ama wapi, lakini nimefikia yako ni ya nyumba, ni ya mtoto. So I don't like that. At least I want to go back in my country. Then you come there. So akasema okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So hakuna wakati alikwambia, wakati ulimwambia hivyo hakupea option nyingine akakwambia maybe si hata tulale hiyo story ishe basi ndio tuendelee kujuana? Unajua nilikuwa napika akakuja akaniambia nimependezwa na wewe. Ngamutabi kama wapendeza runenje okwale kurika I need away from Kenya. So to come not a housemate or helping house. Nikamwambia hivyo akasema so sasa umenikataa. Nikamwambia vile unaniona hivi mimi nahitaji pesa. Akaniambia nakupa pesa. Ndio. Ngo kwa 50,000. Ngamwambia sitaki pesa zako, nataka niende uvize. Unirudize nifanyie kazi mtu. Nikimaliza miaka 2
Nko ira na Kenya. Alafu ayochoche Kenya uche Kongo. Uongee na wazazi, watu wakujue bale. Ndio. Utoe jenye unataka kutoa. Alafu nichukue. Kwa hivyo bosi alisema ninakutaka. Akakwambia sasa wakati huo wote hakuna wakati alikuwa kushawishi hata wewe ukafila naye huyu mzee ni kama ananipenda? Hapana. Ni hiyo mara 3 tu alirudishia, lakini wako na challenges. Wanataka kukuona. Ni kama pimo tu wanakupima. Ni kipimo wanakupea? Ni kama huyu mtu ako na tabia hizi za wanaume. Saa zingine alikuwa ananiambia tukiwa na bibi yake. So nikaona ni kama huyu mtu alikuwa na challenges in my life because mtu hawezi kudelete wakiwa na bibi yake. So yani ni ile ya kusema aone kama unapenda wanaume ama aje. Nilikuja nikampata sana. Yani alikuwa ananitest. Kwa hivyo ulipitia mambo ya Yesu. Kwa hivyo Vera anasema kama alipitia mambo ya Yesu, alijaribiwa, alitoka Kenya akaenda huko, unajua huko ni drought. Akaenda huko in the wilderness, ametoka kwa wilderness, anaendelea na life inampeleka vizuri. Sasa sijui tunaendelea tu kujua kabla tujamaliza. Tutamaliza mida hiyo ya saa 6. So tunaendelea kujua pale. Kuna kitu ambacho kidogo tu tunaendelea kujua. Sasa hata hakuna siku alikuwa na appreciate na pesa kidogo ili kuendelea kukushawishi kidogo ukuje kumpenda? Hapana. Hakupea hata shilingi? Hapana. Ni mshahara ulikuwa na ngoja? Vile nilikuwa namwambia hivyo, na yeye tu aliona huyu mtu hawezi nipenda. Na hataki. Na si mtu wa wanaume. Sasa akaangalia tu akaona. Na maybe alitaka kujua ikiwa ulikuwa umeoleka Kenya. Nilimwambia mimi ni mbibi ya mtu. Na bwana wangu hayuko. Yes. Ulimwambia hayuko? Sasa ndio maana alikuwa anakushawishi. Nilimwambia. Si ungemwambia na ungemwambia umeoleka? Nilimwambia mimi niko na bwana lakini bwana wangu amekufa. So mimi bado niko na watoto. Nilimwambia. Okay. Wale ambao bado tunaendelea kufuatilia pale, hiyo story inaendelea kuinusa, inaendelea kuwa nzuri. Na ndio ninapoinusa inakuwa nzuri zaidi. Haya, tunaendelea pale. Tunasonga chini. Ukamaliza mwaka wa kwanza, alianza mwaka wa kwanza 2020. Hali ilikuwaje 2020? Mimi wacha niseme hali ilikuwa mbaya, ni ile ya corona kozi. Wakati nitoka hapa kufika Saudia, ndio corona ikafungwa, wakafunga airport, wakafunga kila kitu. Ndio. So ile hali ya corona ilinipa stress kozi ni anafanya ngahozi. Ni daktari. Ndio. So akikuja, unajua mtu akienda akienda ozia anarudi na watu wanaendelea kufa, unakaanga na stress sana. Ndio. So ikawa nina stress kozi anaenda hizo manguo anatoa. Lakini alikuwa mzuri sana, wacha niseme alikuwa mzuri. Kozi akitoka ozi anaomba nguo, bibi yake anaenda ana exchange, zile ingine analeta anaosha yeye peke yake. Hataki mtu aguze. Ndio. Hata mtoto anasema peleka mtoto kwa room nipite, nataka kupita. Hata viatu anaacha hapo kwa mlango. Anasema napita, peleka mtoto kwa room, alafu nipe nguo, na nguo umpei, unaweka pale chini, wewe unarudi kwa room. Akioga akimaliza ndio anakuja sasa anawasalimia. Anawaambia mko aje, na nguo zinaendelea tukaishi kwa hiyo hali mpaka corona ikapatikana na madawa. Kwa hivyo huo mwaka wote wa 2020, huyo 2020 mpaka wacha niseme ilifunga ilianza mwezi wa 3. Ilianza tu kitambo, lakini mwezi wa 3 ndio walifunga na watu wakaanza kufa sana. Ndio. So tukaendelea hiyo mpaka mwezi wa 11. At least ndio tulikuwa safe. Yani hapo hakuna kuogopa sana. So mkaanza kufeel mko safe, tuko safe, yani mko sawa.
Yes, hakuna kutoka nje yako, yani tunakaa tu kwa nyumba. Lakini na huyu unampenda sana cause alikuwa mtu wa kuona life ya mtu, alikuwa na utu, yani yani alikuwa na ile roho ya kusema sitaki niharibu watu. Yes. Cause alikuwa akimaliza anasema unajua Fela, I don't like to come and sit with my melabis, wanaita clothes, yani uniforms. I don't like to give you as corona. So I want me to clean and then I will come to visitors. So like that. Yeah. Tumekupa so sijui tunaendelea tu kujua. By the way, unajua hii story ni tamu, wakati tutaiendelea tutaendelea kutoka hapa. 2021 maisha ndiyo haya. Hujakuja kwenu, watoto wako nyumbani. Tangu ulipotoka nyumbani ilikuwa 2020. Haujaongea na wao kabisa. Ulikuwa unaongea na wao kwa njia gani? Mimi nilikuwa naongea na wao cause nilifika Saudi. Nikamaliza siku 3, huyo bosi wangu akanipa simu yake. Ndio. Cause nilikuwa na ile kasimoro yani. Kadude. Hiyo kadude uko nayo by the way? Nikako nyumbani nilikuja nayo. Singeleta bwana tutumie kama history. Akaniambia tutapikia mama yako ama ndugu yako, nikamwambia tunapikia mamangu. Alafu cause brother yangu ako mbali, alikuwa Nairobi hizo nyakati. So nikapigia mamangu nikamwambia nimefika. Hiyo nikaanza kutumia nayo, akanipaia simu. Sasa tukaanza kuongea na simu yangu sasa. Nilimaliza 2 months akaninunulia simu. 2 months. Lakini hizi siku ingine aliniambia kama ukitaka kuongea simu ndio hii. Okay. Na inapita siku 2 siku 3 na wapigia. Kwa hivyo communication ilikuwa nzuri. Ilikuwa nzuri. Wakenya vile sisi Wakenya ni Wakristo. 25 msipokuwa na familia yako, tarehe moja usipokuwa na familia yako, unahisi ni kama huko sawa. Sasa huo wakati ulikuwa hivyo, Christmas ulikuwa unasherehekea aje? Baada hakuna Christmas. Na wajui Christmas ni nini. Wacha niseme saa hii vile naongea hivi ni mwezi wa 8 bale. Na hapa tuko mwezi wa 3. So mwaka wao wanamaliza mwezi wa 7. Hapa tukiwa mwezi wa 7 pale wako Disemba. So hatujui Disemba ni nini. Hizi nimemaliza hizi sikujua nasherehekea nini. Kwa hivyo huko wanaita siku gani? Wanaita Monday, Tuesday, Wednesday? Wanaitanga hivyo. Mwezi? Wanaitanga tu hivyo, lakini Riom wanaita leo yani. Riom wanasema ni leo. Bukura wanasema ni kesho. Hiyo ndio naendanga hivyo. Wacha niandike hiyo. Riom Bukura tomorrow. Bukuro tomorrow. Riom today. Riom. Hii sasa ni kali. Today. Okay. Hivyo tu. Lazima tuandike bwana. Ndio tunakuwa na notes. Tukitaka tuonane Bukura. Sawa. Tunaongea leo. Hata mimi nimeanza kushika. Nimefika. Tunaendelea kujua vile tunafika Saudi Arabia. Hata nikifika huko bwana, hata mimi nasema I was here Riom. I am here Riom bwana. Kai. Anyway. So sasa huko umesema, kwa hivyo hii miezi hii kitu wanasema Ramadhani, kwa sababu huko watu wote ni Waislamu, sio? Kama kuna Mkristo huko. Wakristo wako, lakini wako wajaje, Waislamu ndio wengi. Kwa hivyo katika Ukristo wako uliathirika kwa njia yoyote? Hapana. Sina naelewa na inji. So hakuna haja ya kusema. Pole soko wanachirira. Emakia oteringi omaitritware gukwana nakagang'ani network yane, lakini emakia oteringi ekoletering'ani elima yano onspia tukuta. Emaikiana? Kero kong'ea gukwana mang'ana tari onsia gochia soka. Ninati yako iko ngumu. Huku Kenya wananiambia iko sawa. Nimeongea na producer ananiambia mambo iko sawa.
Labda. Okay. Yeah. Niko comment. Okay, tuko sawa. Producer ameniambia mambo iko sawa. At least maybe ni network ah? Okay, tuendelee. So tulikuwa tumefikia wapi? Hiyo sasa Ramadhan, kwa sababu kuna Wakristo sio? Yeah. So story ya Ramadhan, Yeah. story ya wanaita hizi siku wanazita. Sasa hii mimi nilifika nikamaliza mwezi mmoja wakaingia na Ramadhan. Mwezi mmoja. Kwa hivyo niliendanga mwezi wa tatu. Kwa hivyo ulitoka hapa wakati tunaelekea kufungiwa nje? Nikaingia na Ramadhani mwezi wa 2. Mwezi wa 3 ilikuwa 2020. Yeah. Alafu nikaingia Ramadhani mwezi wa 4. So huu mwezi wa 4 Ramadhani, unajua hawakulagi tangu asubuhi mpaka jioni, wanafunga tu. Ndio. Mpaka mwezi mzima uishe. So wanakula saa 12. Wacha niseme nikalia gumu kozi walikuwa na mtoto mmoja na mimi na wao tu, lakini mimi nakulaga kozi mimi sijui ya Ramadhani. Wewe ujui? Yeah. Wewe kwanza ulikuwa unakula mingi? Yeah, mimi nakula breakfast, nakula lunch, nakula supper hivyo. So wao wanaongoja hiyo jioni wanakula. Yeah, na ikuwa ngumu kwangu kozi tunalala saa 3, saa 4, saa 5 hivyo. Yeah. Okay. So hivyo huko hakuna mwezi mmesikia iko. Sasa sisi tumesoea kusema January, February, March, April mpaka December. Huko hakuna mwezi. Mwezi huko, lakini ni wao wanajua vile wanajua vile wanaigawa. Wanaitanga huo mwezi wao. Sasa hii tutajuaje? Tutaanza kuita hapa. Na masiku zao wanamalizianga na 28. Hawaendangi 29, 30, 31. Hapana. Wao wanamaliza kama February. 20, yani wanaendanga na weeks 4. Yeah. Tumekupata. Kwa hivyo mshahara yenu inakujanga mapema. Inakujanga 27. Yeah. Sasa watu wa Saudi Arabia leo na 4. Leo Saudi ni mwezi wa 8. Wanaelekea mwezi wa 9. Yeah. Sasa ikifika mwezi wa 9 ni ya Ramadhani, hiyo ilikuwa mwezi wa 4 Kenya hapa. Yeah. Sawa. Sawa. Haya. Tunaendelea kujua huko. Amesema yeye hakuadhirika mambo na Ukristo wake. Amesema huko miezi ni tofauti. Yeah. Leo nimejua Riyom, nimejua Buklo. Sasa tunaendelea kujua. Yeah. Nimejua Atem Moya na Chief Moya. Chief Moya. Sasa Moya ni maji bwana. Yes. Kai. Hapa tunaendelea kusoma vizuri. Yeah. Sasa baadaye, that is 2020. Tulikuwa tunaongelea about communication. Yeah. Ulikuwa unamaliza communication vizuri. Yeah. Sasa wewe wakati walikuwa nakwambia hivyo kumaanisha wakati, kwa sababu wewe huko kula sikukuu na wewe huko watumia sikukuu. Yeah, sikukuu lazima nitume nyumbani because najua hii ni December, najua watu wangu wanahitaji. Yeah, lazima ni watumie. Yeah. Na what made you feel like ni vyema uendelee kufanya kazi Saudi Arabia? Ni kumaanisha pesa ilikuwa inakuja kwa account, ilikuwa inaonekana kwa account yako kwanza ama account ya wazazi? Mimi wakati nilikuwa Nairobi nilikata account yangu. Na nikaambia brother yangu akakata yake. So nilikuwa namtumia yake ya watoto kidogo. Ya kulisha watoto na yangu naweka kwa account yangu. Yeah. Kwa hivyo wewe ndio ulikuwa na manage pesa zako? Yes. Si mzazi na manage pesa zako? Hapana. Okay. Yeah. Nilikuwa na nini? Nilikuwa na pesa zangu nilikuwa nazimanage mimi peke yangu. Yeah. So Judy anasema kama si hivyo Isaac, kwani nimeongea nini mbaya? Judy, nimeongea nini mbaya jameni? Sasa si uniambie nimeongea nini mbaya ndio tujue. Sasa niliongea chufi moya na tem moya. Sasa ni gani ngumu? Hii bwana nimejua. Bwana Judy utanifunza baadaye. Haya. Tuendelee. So ukawatumia wakakula vizuri. Yeah. So communication ilikuwa nzuri, si ndio? Yeah, communication ilikuwa nzuri. Yeah, si kuona ubaya popote. Yeah.
Sasa najua watu unapokuwa kule Saudi Arabia. Wewe unajulikana kwa ulienda kutengeneza pesa. Yes. Michango uliambikwa michango mingapi bwana? Michango ya kanisa. Mimi sijatoka niende kanisani. Nilitoka nikaingia studio kurekodi manyimbo zangu. Sijaendanga kanisa niambiwe kitu. Ulipokuwa huko wanakuambia sikuwa na mtu wa kunipigia simu. Kwa hivyo hakuna performer ilikuja kwenu. Facebook sikuweka picha yangu huko. So ulipokuja hata kena wajui? Wanajua wajaje. Unajua wajaje. Hakuna hata mwenye alikuwa anakuambia akinitumie? Hapana. Ni mami pekee na watoto? Wow, wewe ulikuwa vizuri. Na sisi wenye tunakuambiaga utumie. Hakuna mtu ananiambia nitumie pesa nifanyie hivi na hivi, hapana. Hakuwa. Sasa huyu sasa huyu ni Sonko. Hapana, kama amekuja Kenya na hakuwa invitation yoyote. Hapana. Kuongelea. Huyu sasa amekuwa Sonko. Ukirudi miaka 6 ndio utakuwa Sonko. Miaka 6 ukikaa Saudia ndio utakuwa Sonko. Si miaka 2. Unajua ni 24 months. Kama ukikula 20 bwana. Hizo ni pesa ngapi? 24 months. 24? Times ngapi? 20,000. 20. Sio ni 48. Aya, 48 na unatumananga kwa nyumba kwa nini? 24 times 12. Time 24 times 20. Ni 24 months. Hiyo ni 24 months. Hiyo ni 48,000. Si ndio? 48,000 kweli? Hapana, na wewe hukuenda hesabu. Hii hesabu sikufanya. 1,400. Kama nini? 408,000. Yes. Aya, 480,000 unatuma nyumbani. Sitakupaki hata 150. Lilian Makori tumekuona pale, ujambo? Mbia afungue mic yake. Lili Makori, nimeona kwamba umefunga mic yako. Uko aje mami? Mambo. Poa. Niko poa, niko mzima. Nashukuru kwa yote, kwa kunifikisha kama hii wakati kama huu. Yes. Nimeona hapo studio. Mjambo nyote? Hatujambo. Tuko salama mami. Ndio kuingia sijawapata but endelea kuwapata. Lakini Lilian, si ufungue mic, ufungue kamera ndio tuone. Sasa tunaongea na Good. Kira mpige makofi. Okay. Haya, unatupata ukiwa maeneo gani? Net yangu sio nzuri. Uko maeneo gani mami? Lili uko wapi? Net inamsumbua kidogo. Okay. Sawa. Haya, utazima kamera tu uendelee kuongea kwa sababu naona network yako ni mbaya. Zima tu kamera. Nimekuruhusu sasa. Ndio quality yako ikuwe ndogo kidogo ndio uweze kuongea. Hata kusikiliza Mami, unaweza sasa funga kamera ndio vizuri. Haya, unatupata ukiwa Lilian? Lilian. Unatupata kutoka maeneo gani? Ni kama anakujua huyu. Mlikuwa mnafanya the same place? Hapana, sijui. Sijui ako wapi na ni mgani. Umjui huyu Lilian? Simjui.
simjui. Na nilikuwa nasikia anaishi hapo mahali unaishi kutoka chini. Hapa nilikuwa na Wajaluo bado. Lilian akona shida pale. Tuendelee tu, tutaongea na wewe Lilian baadaye. Wewe tu tulia hapo, tutaongea, network ikikubali utaongea. So ukaendelea hivyo. Yeah. Maisha yakakuwa nomare, wanasemanga inakuanga nomare. Alafu maisha mimi hayakukuwa mabaya sana. Ni hali ile ya kukaa kwa nyumba vile nimesema. Na kutotoka nje. Na kumizi watu wangu. Hiyo ndio ilikuwa challenge sana kwa. Challenge kubwa. Yeah. Sasa tunaendelea vizuri. 2021 bado aliendelea 2021. Yeah. Ndio hiyo. Yes. Bado aliendelea kukwambia aki baby na kutaka. Aliniambia ile mwanzo akaacha kabisa. Hivyo challenges zikaishia hapo. Zikaishia bado. Kuanzia 2021 mambo yakakuwa mazuri. Hapana, from mwezi wa 6 2020 aliachana na hiyo story. Yeah, nikaendelea sasa hiyo na maisha yangu mazuri. Na 2021? Hapana. No day alikuwa ananiulizana na hiyo vitu. Hiva kukuwa na challenge wakati wote? Hapana, aliniuliza mara 3, akafika mwezi wa 6 huo. Aka sijui alifanya aje. Alifreeze. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Tumeshika hapo. Bonze na wache hapo. Wache ifikie hapo kwa sababu nimechoka. Yeah. Kwa hivyo tunataka tujue, tutaendelea kujua kwaenda mbele kama mambo yalienda namna gani, ndio tuende kujua kwamba kulienda namna gani, kwa sababu unaona masuala hapa ni tofauti, shida iko mingi na tunaendelea kujua kwamba itakuwa namna gani. Tuendelee kufuatilia pale, itakuwa ni vizuri kwa wale wote ambao mnatupata kupitia kwa mitandao ya kijamii. This is Kizi Yote TV ukiwa na mimi Papa Isaac Lena na dada yetu anaitwa Vera. Yes. Dennis. Okay, tunaendelea kujua story yake. Tulikuwa karibu kurudi Kenya. 2021 ilikuwa mzuri. Yeah. 2022. 2022 wakati unatoka. Nasikia kwamba wakati unatoka ndipo kazi. Hapana. Na wacha niseme aki Mungu ni Mungu. Ukiomba vizuri, ukimwamini Mungu. Ndio. Yaani vitu vyote vinakuanga bora. Mimi wakati nilikuja ni yeye alikuwa anafanya kazi. Yeah. Okay, tunarudia baadaye, acha kidogo tuweke wimbo hapa, alafu narudia kidogo tuweze kujua story yake. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anjua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure.
kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu. Yawe ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu. Tumeweza kurejea tena kabisa, tumeweza kurejea tena. Ikiwa kwamba unazidi kutufuatilia pale, thank you so much kwa watu ambao bado mnaendelea kutuma jumbe zenu all along. God bless you, may God bless you, may God bless you. Tukiendelea kusonga kwa njia hiyo, ni wakati ambapo tunaendelea. Alright, so tunaendelea hiyo harakati ya kujua kumalizia tu. Ametuambia sasa wakati alikuwa arudi nyumbani. Wakati ni by the way, ulianza kuambia unarudi nyumbani lini? Mimi si anajua mimi narudi nyumbani, nimemaliza. Umemaliza 24 months? Yes. So contract ilikuwa 24 months. Yeah. Kwa hivyo kuna uwezekano watu wanaweza ukaweka zaidi ya 24 months? Yeah, unaweza ongeza. Kwa hivyo wewe ulisema una renew another one. Yeah. Kwa hivyo wewe ulisema nataka 24 months. Yeah. No bargain. No bargain because I need my baby. I want to see them. Yeah. Okay. Yeah. Tumezika. Yeah. Watu ambao sasa unajua hii hesabu sasa nikwambia nilikuanga wazimu mbaya sana maths. Sasa watu nilipiga hesabu vibaya. 4 8. Alafu kulikuwa na marupurupu. Marupurupu unatoa wapi? Hakuna. Hata hakuna kupewa pesa bwana, kwa hiyo ni unapewa nini? Si ni ile yako unapewa. Hiyo peke? Yeah. Na chakula. Na kununuliwa manguo na kupewa nini, everything ananunua. Yeah, lakini so vingine marufurufu ya nini? Haiko. Kwa hivyo afadhali Kenya. Yeah, afadhali Kenya. Nikupe 50 unatumia 30 bob unanirudishia, unaenda na 20. Yeah. Huko hakuna kuana kutuma kwa duka, alafu kule ka change. Hakuna. Iko shida. Afadhali nikae hapa Kenya. Hapa. Naenda lakini si ni pesa mzuri kidogo. Yani kizuri. Haya, tunaendelea kujijua pale. Kwa hivyo hii mwezi au kusumbuliwa. Sasa mimi si kusumbuliwa. Wakati ulikuwa nawaambia wakati ulikuwa napea goodbye. Kuliendaje? Yani wacha niseme watu walilia, hata mimi nilikuwa nalia. Yani kila mtu analia. Yeah. Kwa hivyo wakati huo
na waliona tu nilikuwa nalia. So hawakuniambia hiyo siku ya kutoka. Lakini nilijua, unajua mimi naangalia hivi najua. Akaniambia tu tunaenda kwa mamangu. Ndio. Lakini nilijua mimi natoka leo natoka. Sababu alinipeleka hii corona ya mwisho. Na akakuja na hiyo makaratasi, nikasema hii hii ni ile kupimwa sasa ya kutoka. So nilikuwa najua, lakini mimi sikumuonyesha najua. Tukaenda tukafika kwa gari. Tukaenda basi to airport. Nikakuja hivyo. Ndio. Kwa hivyo ulikuja airport ukiwa kule nyumbani. Nani wa kwanza uliambia kuja hapa nyumbani? Yaani sikuwa nataka mtu yeyote ajue. Lakini niliambia brother yangu. Lakini brother yangu kumwambia, pia yeye akaambia mamangu. Ai, ulikuwa unataka hata mami ajue? Sikutaka, cause hiyo siku nilikuja niko Nairobi. Watu hawakulala. Yaani walikesha tu mimi nakuja. Unaona? So sikujua, yaani nilitaka mtu mmoja tu ajue. Alafu nikifika karibu ama Kisii hapa, niwaambie tu niko karibu. So lakini walijua kitambo kabla mimi hata uja plan. Hata sijanini kuja. Okay, naona kwamba ni masafa ya saa 6 dakika 3 zimekatika pale. So tuko hapo tunamalizia. Sasa kumaanisha wakati ulikuja, ulikuwa unamaanisha bwana wewe umetoka huko. Sinisikia kuna droughts huko. Sasa ulipokuja na ulisema eneo hakuna bwana. Sasa kuna bwana hapa Kenya, wakati urudi wapi? Mimi. Mimi nilikuwa na bwana. Na amekufa. Na anatosheka amekufa. Hivyo hauna mwingine? Sina mwingine. Hakuna mwenye anakuitanga sweetie? Hakuna. Uko serious? Niko serious. Na uko serious ya Mungu? Niko serious ya Mungu. Hata nitanyesha Bible. Mimi sina bwana. Na natosheka, nilikuwa na bwana. Na bwana wangu amekufa. So ulirudi kwako? Mimi niko kwetu. Lakini nilienda Friday kwangu kwa bwanangu. Nikaona tu nyumba iko sawa. Nikarudi tena nyumbani kwetu, lakini mimi siwezi sema nitaoreka mara ya pili. Hivyo mtu akiandika application na hutakubali? Hapana. Serious? Hapana. Hapana, usiandike application. Mimi nimezaa kuwa na mume, amezaa niacha. Mimi ninatosheka. Vile Mungu alipenda nikae vile niko hivi. Na nakubali. So wale ambao mlikuwa mnangoja niwape namba yake, sipeani namba, nimeachia hapo. Tunaendelea kumaliza. Ukinipigia simu nipe soda. Ukinipigia simu sema Fera, not for body but for food I need. But for body my body I don't like. I don't like. You don't want. I don't want and I don't like, and I'm not in appetite. I'm not in appetite. So mkinisupport kwa nyimbo zangu. Niweke picha. At least itanisongesha maisha haya. Hiyo tu. Lakini mume sielewi. Ukipata hebu tusikie. Unajua kuna juzi tulikuwa tunasikia hapa Rose Mwanda anasema anataka mume mwenye akona pesa. Anaenda Amerika. Akona gari. Na Muamerika. So mimi. Wewe unataka nini? Mimi. Mimi bado sijataka mtu. Na sitaki. Utaki kabisa? Completely. Kama Saitani akiniingilia, nitamkataza na nitamkimbisha. Hivyo. Nini? Sasa tumesikia. Mungu saidia. Kama mnyokini. Kuna majaribu, lakini majaribu nayaombea sana. Hata kuna wimbo nilitoa naomba Mungu. Lakini tu ukweli. Tu ukweli. Ni ukweli. Ukweli tuende kabisa. Hauna feeling kwa mwanaume? Sina feelings yoyote. Ukweli? Ukweli wa Mungu. Aki. Wallahi. Sina feelings. Nini kinakufanya kuwe hivyo? Yaani nilikuwa napenda mume wangu. Sababu nilikuwa nampenda. And then? Mpaka nikasema vile ananiacha hivi. Na mimi nataka nikae hivyo.
Hivyo tu. Yeah, hivyo. Sijui kuna watu wanakaa lakini mimi nataka kukaa. Kama nikiambiwa hospitali, nikigonjeka niende hospitali niambiwe ni mume unataka kukua na yeye. Ndio usurvive. Sijui nitakubali ama aje. Utakubali. Sema tu kweli, utakubali. Nikiambiwa uko na ugonjwa wa mume, utakubali. Nipate njia ya kupasua hiyo mali ugonjwa huko nitolewe, nitapasuliwa nitolewe. Yeah. Hutaki mume. Sitaki. Thank you so much. We are just living in this lead. Hii ndio lead ya mwisho tunamalizia pale. Oh my God. So, by the way, wakati ulikuja nyumbani walikupokeleaje? By the way, umesema kama ulienda mahali ulikuwa umeoleka kitambo. Then si eti kitambo kabla hujaenda pale. Yeah, so walikupokeleaje? Yaani walifurahi, wacha niseme walifurahi. Wa nyumbani walifurahi sana kuniona. Hata mtu anasema hata sikuoni ni wewe. Yaani hatukutarajia utaenda tena urudi. Ndio. Yaani hiyo ndio wanaongelelea sana. Yeah. Walinikaribisha vizuri yani. Yeah. Sasa ulianza wakati ulikuwa kwa ndege ulikukuja airport. Ukashuka. Ukiangalia hiyo airport ikikuja hivyo. Kwa hiyo ndio hatukuongelea. Airport ndio nilikuja. Nilikuja sikuambia nilitoka Riyadh, nikakuja Egypt Cairo. Ndio nikapanda ya kukuja Kenya na Nairobi. Kwa hivyo kukuja sasa inakuwa ni tofauti. Amuendangi Dubai, mnaenda Cairo. Utaweza enda Qatar, utaweza kuja Dubai, hakuna shida, lakini nilienda Cairo, nikakuja Nairobi. So, wakati nilikuwa kwa ndege, nilifika Cairo nikadance kama mwendazimu. Uko serious? Si tulikaa masaa 6 huko. Yaani nilidance, nilifurahisha wasichana, tulikuwa na wao, tulikuwa wengi sana. Tulikuwa kama watu 40 yani. Wasichana wa hapa Kenya. Ndio. Yaani nilidance huku kudance yani. Yeah. Nilifurahi sana. Okay. Yeah, nakuambia Mungu tena tufikise Kenya salama. Yeah. Alright, sasa hiyo tumemaliza pale, tumemaliza vile ulifika airport ukikuja. Wakati ulifika ulishuka wapi? Jomo Kenyatta ama Wilson? Nilifika airport hapo ya Jomo Kenyatta. Yeah. Ulipoangalia ulitamani tena urudi? Kurudi? Ulipofika Kenya hivi. Fikiri nilikwambia tena naweza nikarudi kweli Saudia? Saudia? Wacha niseme nitarudi. Kozi mimi si kuwa na shida yoyote. Utarudi pale pale ulikotoka? Nitarudi pale ama nirudi kwingine, lakini nitaenda Saudia. Nikimaliza manyimbo zangu. Kozi niko na mtoto wangu, wacha niseme kanaendanga kamefanya KCB. Na mwingine huyo mdogo anaenda class 7. Sasa lazima nirudi niwasaidie kimasomo. Una feel kwamba hata kama umefanya kufikia mahali umefika, bado unahitaji kwamba urudi pale ufanye kazi hadi watoto wamalize shule. Wamalize shule, waende university, wapate masomo vizuri, at least wakuje kujisaidia wao wenyewe. Good. Yeah. Yes. Yeah. Alright. Dada anasema lazima tarudi. Wewe anaitwa Dada Mkubwa. Namuitanga Dada Mkubwa na ukweli ni Dada Mkubwa. So yeye amesema anarudi. Nipate njia ya kujisurvive na hii pesa kidogo niko nayo, nitakaa. Ama nipate msaada nitakaa. Lakini kama sioni chochote, lazima nirudi, at least nisaidie watoto. So kumaanisha ikiwa kutakuwa na msaada utabaki? Yeah. Alright. Yeah. Ama kuna njia ya kufanya kitu chochote kinaletanga pesa, nita remain kukaa Kenya. Na sasa nikuulize tu swali la kawaida tu la msingi. Wakati ulipoenda pale ulikuwa unatamani upate kiasi cha pesa fulani. Na sasa wakati ulikuwa Kenya ungepewa kiasi fulani cha pesa, ungeanza biashara. Wewe unaweza fikiria unaweza fanya biashara gani? Mimi nilikuwa Kenya hapa, nilikuwa nataka nifungue salon. At least inaletanga pesa. Lakini sikuwa na hiyo nini, sikuwa na pesa, sikuwa na nini machines hizo za nini broad rice. So
na nilikuwa nasema nikiimba at least niimbe nimsifu Mungu, nitaweza yani endelea kimaisha nikiendelea na saluni hapa. So hiyo ndio ndoto yangu ilikuwa hapo zamani. Kwa hivyo kufikia saa hii, kwa sababu ulikuja Kenya lini? Nilikuja Kenya Friday. Nimemaliza wiki sasa, niseme na masiku mangapi? Wow. Na siku 2. Leo ni siku ya 3. Ndio. Yeah. So kumaanisha umepiga hiyo budget, unaweza ukapata hizo vitu, ama unaona ni kama hautawezana, unatamani urudi tena? Unajua salon nitaweza weka, okay? Shule pesa ni mingi na watoto ni 2 na budget za school fees ziko juu, na budget ya mafuta ya nini iko juu. Unaona, yani uchumi vile iko. So kurudi itanikalia vizuri. At least nipate ile yenye ninasema leo nitapata hii, kesho nitapata hii, kesho kutwa nitapata hii. Lakini si ile ya kung'ang'ana. Nataka mafuta ile yenye umetengeneza kidogo, unatoa mafuta bale, huyu anahitaji karamu bale, huyu anahitaji unaona. So hiyo ndio nikalia tena challenge. Haya, sawa. Tumefika pale. Amesema kwamba amejaribu kupiga hiyo hesabu na bado anaona ni kama inampiga chenga kidogo. Kwa hivyo tumefikia pale. I think kufikia sasa, kama kuna swali utaweza ukauliza, kwa sababu naona wakati unasonga, itakuwa ni vizuri kwamba tuweze kujua una swali lipi. Kama uko na swali, dakika 2 zimetosha, kwa sababu mida ya saa 6:15 hapo tutaweza kutathmini ikiwa kuna swali ama hamna. Kwa hivyo ikiwa kuna swali kwa dada Mkubwa, nikidhani utaweza kuuliza, kwa sababu tumejua historia kwake, tumejua vile maisha yalikuwa. Yeye ukweli ako na bahati, alienda mahali pazuri. Sasa hivi sasa unajua Kiarabu chote? Uwezi ni bonga kabisa. Hebu niambie wakati hebu sema vile ulianza, hebu sema fare kutoka hapa hadi Nairobi ni kiasi fulani. Haya, hebu ongea kwa hiyo lugha yenu. Lugha ya Kiarabu. Viruzi Ruahina and Roha Nairobi 100. Yeah. Mia. Wanasema 100. Ukweli? Yes. 100 ni 100? Yeah, na 200? 200 si ni 200 bado. 300? 300 300. Enyewe ninaweza nikakubali kwa sababu kuna thuluthi. 400 hiyo ni 400. 500 hiyo ni 500. 600 hiyo ni 600. 700 hiyo ni 700. 800 hiyo ni 800. 900 hiyo ni 900. 10 hiyo ni 1000. 10. Yes. Hii ndio nilikuwa nangoja bwana. Ngiri inaitwa namna gani? 10 bwana. Milioni 1 denini 3 harba 5 6 7 8 9 10 hadas danash tarada. Bwana, tuachie hapo bwana. Kai. Aburi crazy na hizi vitu. Uwezi ni boga pale. 10. 1000. 1000. 300. Hizo ni 300. 400 hizo ni 400. Yes. Tumefikia hapo. Uko na swali? Mtu wa Saudia atakueleza iko hivyo. Kama hautuna swali kufikia hapa, ndugu yangu, dada yangu, si tuache turare kwa sababu ya wakati. Lakini ujumbe ambao ungependa kuambia wale ambao kidogo wamekupata siku ya leo, ujumbe? Ujumbe ningependa kuambia wale wananipata jioni ya leo ama usiku wa leo ama imefika kesho, wacha niseme asubuhi ya leo, morning. Wacha niwaambie kwamba Saudia ni kuzuri. Ingalau ukienda pale chikakamue, hakuna mume pale, hakuna kutoka uende kutembea, hakuna kukua na mume wa mtu, hakuna kukua na kichana ya mtu, hakuna kuchapa mtoto wa Mwarabu. Ukienda pale unasikiliza chenye umeambiwa,
lakini usiajilie Mwarabu akukalie. Unaona, ukifika pale ukiona anaenda kombo, mwambie hapa hapana, na wewe ni mtu mzima, unamuelezea na yeye anasikia. Hiyo ndio ujumbe wangu nitawapa sio ya asubuhi ya leo. Nawaambia ukweli, ukienda pale asikupepe, ukipepwa utachabwa. Asikubebe bwana. Asikupepe, mwambie hapa hapana. Na wanasikia, si watu wabaya. Ukimwambia hapa hapana anasikia. Ukimwambia hapa hivi anasikia. Na yeye akikuambia kitu hapa hapana na wewe sikia. Mtaenda vizuri na utamaliza contract yako na utarudi Kenya vizuri. Na ukienda pale usikunywe maji baridi. Ama hata makendu usitumie. Ukitumia maji baridi bwana, utagonjeka, madamu yatatoka kwa mabua na utakuwa na ugonjwa wa kutapika damu na utakufa pale. Kwa hivyo uko kunywa maji baridi, usitumie maji baridi, tumia maji ni kama zimekataa utasave your life mpaka urudi. Okay. Yes. Lights zangu ni kama zimezima hapa, lakini tunamalizia. Wale ambao ungependa kusalimia? Kusalimia, mimi nasalimia kukurukuntu hapa. Nasalimia Baba Isaac. Mafansi wote wa TV. Niende pale kwetu nyumbani nasalimia babangu Ombati Onami. Na brother yake anaitwa Johnny na makazini zangu wote. Ndio. Nasalimia watoto wangu Skivon. Nasalimia Scovian. Nasalimia brother yangu mkubwa ambaye anaitwa Saka. Ndio. Mwingine anaitwa Jeremiah. Na sister yangu anaitwa Efa, ako St. John Sibare Tabaka. Na sister yangu mwingine anaitwa Roseline, ako pale Magena. Ndio. Na nasalimia Irene, ni sister yangu pia, ako pale Sameta. Ndio. Nasalimia pia sister yangu mdogo anaitwa Riri. Ako nyumbani, ndiye last born. Ndio. Namwambia afanye bidii, ako ameenda form 2. Pia nasalimia watu wa kwangu nyumbani, Ikoba, Kanyimbo nyote, Mwabondie ngima na wasalimia. So nawaambia nawapenda sana na napenda maadui zangu, nyinyi ni watu wa nguvu. Na mnanitia moyo sana, nikiwaona nasikia vizuri kabisa. Mimi nawapenda. Mimi sina yani chochote na mtu. Mimi napenda kila mtu. Okay. Kama unajua mimi ni adui yako, mimi ni rafiki yako. Yes. Right, thank you so much. Loud and clear, ujumbe umefika from the host itself kabisa. Naona kama wakati wetu umeenda, 20 zimekatika baada ya saa 6 usiku ama asubuhi. Kwa hivyo nawatakia heri njema. Thank you so much kwa wakati wako wewe ambao umekuwa pamoja na sisi. All along tumemaliza. Watu wazungu wametoka kwa hii studio. Wameenda kulala. Kuna wenye nimesahau, nimesalimia Morini Jeremiah, nimesalimia na mwingine anaitwa Emma, nimesalimia mwingine hapo. Wengi niko na watu wengi Kiamboli na wasalimia pale. Nimesalimia watu wa Wikesavo Ndonya pale. Nimewasalimia ngo zangu sote. Okay. Na pokea hizo salamu zangu. The relatives. Yes. Kabisa. Mmeshika pale. Kwa hivyo kama ukutajwa, by the way, wewe jua tu ya the relatives, yule mwenye umpeangi sukari. Hapana. All right, thank you so much for your time. Yes. May God bless you. Bless you. Kutoka hapa tunasema shalom. Goodbye. Yeah.